kama kuna kitu imerudisha Afrika nyuma, ama kuna kitu imeleta shida Afrika, si kitu kubwa, ni religion. Kwa sababu gani? Dini, hao colonizers wanatumianga dini kutumanipulate, na wanatumianga dini kutufanya kukua maskini, na wanatumianga dini kutufanya tukua watumwa miaka yetu yote. Kwa nini nimesema hivyo? Kama sahihi niliona church nyingine, sijui ziko wapi, sikumbuki hiyo jina. Hebu mwenye anakumbuka niambie hapo kwa comment. Mahali kuna church zaidi ya 400 kwa square foot ya kitu eka 5. Imagine mahali kwa area kamoja kuko na church zaidi ya 400. Unajiuliza kama hizo vitu zote zimerudiana hapa, hizo ni maduka na makampuni na duka na masoko, ni watu wangapi ingekuwa imeemploy hapo watu? Unapata kila mtu ameweka biashara yake, ameweka kanisa yake kama biashara. Kitu imetuma Afrika leo imekuwa na shida zaidi ni dini. Sababu gani? Saa zile unaanza kuambia mtu ati binguni ndio ataishi vizuri, atakaa kwa mansion yake, lakini huyo pastor mwenye anakuambia hivyo ako na mansion huku duniani. Pastor anakuambia dunia inaisha na ananunua shamba Kamulu. Kitu kingine, wewe unatumia hiyo dhao uko nayo kwenda kutoa sadaka na mtoto wako analala njaa, ama baba yako mama yako analala njaa. Kitu Afrika tunahitaji ni kufanya kazi, si kuokoka. Kitu tunahitaji Afrika ni kuanzisha makampuni, watu wapate pesa, waishi maisha mazuri. Hiyo story ya kushinda tukienda binguni, mimi sioni kuna haja yake. Sababu sahihi ukiweza hesabu, kuna mtu sahihi anaamini bado anaenda binguni, na maisha ya huku duniani mwenyewe hajaishi vizuri. Unapata sasa kuna mtu sahihi anashinda kitegemea kwenda binguni, anataka kwenda kuishi sijui na baba, na mwenyewe ukiyotaka kuuao unaanza kutoroka. Mbona unatoroka na unataka kwenda binguni? In fact, kama uko pastor venye wanatuambianga binguni ni kuzuri venye wanatuambianga, mbona hawa hawajaenda? Kama sahihi unaweza niambia majuu ni kuzuri kuliko Kenya, si unafaa kukuwa umeenda majuu, lakini huwezi kuwa unaniambia majuu ni kuzuri na bado uko Kenya. Afrika inahitaji kazi, inahitaji kampuni. Sahi ukienda, hebu chunguza hapo kwa area yako, kuna kanisa ngapi? Na kuna kampuni ngapi? Na kuna shule ngapi? Na kuna factory ngapi? Hapo tu kwa area yenu. Kuna maduka ngapi? Sahi vitu zenye ziko mingi sana ni klabu na kanisa. Hakuna vitu zingine. Unapata kwa shopping center moja iko na klabu 2 na kanisa 3. Lakini hakuna kampuni hiyo area, hakuna shule, hakuna shopping center iko na adabu. Unapata shopping center moja maduka zimekaa over 20 years, hakuna duka mpya ishaiwekwa hapo, lakini kuna kanisa iliyeko moja juzi. Mimi nasemanga hizi biashara, hizi makanisa, wewe kama na Mungu wako na venye mnajiona na Mungu wako, lakini at least hiyo energy wanatumia kushinda makanisa wakiweka wamalize hizo makanisa za upuzi. Na sisemi kanisa ni mbaya, lakini area moja mnaweka kanisa 20 aje for sure. Na hiyo area unapata watu wenye wako. Ushai notice the more religious you are, the more you are poor. The more ujasoma sana, the more unaamini Mungu sana. The more uko na pesa, hauaminingi Mungu vile. Sisemi matajiri hawaamini Mungu, lakini ushaiona matajiri wakifanya deliverance? Ushaiona matajiri wakipozesiwa na shetani? Ukiona matajiri akiroli chini kwa kanisa ama akiomba akishout, tajiri wanaendanga kanisa kama Catholic na PCA. Kanisa za Roho Mtakatifu ni za maskini. Na sasa huko Catholic ni ukuja father afanya kazi yake arudi aende. Lakini hizo kanisa zingine za kushinda mkijiroli chini mkirukaruka huko unaimba mpaka unaenda kwa nyumbani huko umesweat, ndizo kanisa zenye ziko na maskini sana. Kitu kingine, ushai notice the more unasoma sana, the more unaendanga bila kuamini hizo mambo za Mungu wa Biblia. Sababu gani? Sasa ukiweza chunguza madaktari wengi wako na PhD na madiploma, hakuna mmoja Mkristiano. Wengi hata wanatangwa ma-atheist. Sababu gani? The more unasoma Biblia, the more unaona hai make sense. Kwa hivyo mimi nasema hivi, sisemi usingilii kitabu yoyote ama sisingilii dini yote, lakini dini zinafaa ziishe na watu waamke sasa, na watu waelevuke, na watu wajue sasa hii dunia tunahitaji kuishi vizuri. Hizo dhahabu ambazo utaenda kutumia binguni, hizo dhahabu zitatoka wapi? Sisi zitatoka huko duniani. Hizo maziwa unasikia tutakuwa tunakunywa huko binguni, sitakuwa inatolewa kwa hizo ng'ombe za huko, ama kuna ng'ombe za maziwa binguni, ama kuna dhahabu binguni. Na kama hizo vitu ziko huko duniani, ishi maisha mzuri kama pasta wako. Na kama huwezi ishi, wachana kupelekea pasta wako pesa, itumie hizo pesa kuweka familia yako vizuri. Unaweza kuwa je, shosho yako alikuwa kanisa, akaishi akakufa kama hajakuachia urithi. Baba yako naye ameingia kwa kanisa, bado atakufa kama hajakuachia urithi. Na wewe mjinga bado uendelee kuenda hiyo kanisa, bado ukufa kama hujaachia watoto wako urithi. Africa, wake up and think.